Ndugu zangu, katika adabu za kuomba dua ili dua zetu ziweze kukubaliwa, ya kwanza ni kuwa yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala. Usimjaribu Mwenyezi Mungu, usimjaribu kwa maana akinipa vizuri, asiponipa basi bwana. Ukisema hivyo una yaqini na Allah subhanahu wa ta'ala, na dua yako ghaliban haitajibiwa. Kwa hiyo lazima uwe na yaqini kwamba hii ninayomwomba Mwenyezi Mungu lazima atajibu, ni lazima ataniitikia, hapo dua yako itakubaliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ya Abu Huraira, ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba, muombeni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mkiwa na yaqini kabisa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakujibuni. Sio una yaqini, una shaka, una yaqini kabisa. Usifikirie dhambi zako. Unajua wengi tunafikiria dhambi zetu kwamba naomba Mwenyezi Mungu, lakini mimi ndio yule mzinifu, na mimi ndio yule dhalim, mimi ndio yule. Usifikirie hizo dhambi zako. Wewe muombe Mwenyezi Mungu tu kwa yaqini kwamba Mwenyezi Mungu, pamoja na udhaifu wangu nilionao, najua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atanitikia. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'a min qalbin lahi, eleweni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakubali dua kutokana na inayotoka katika moyo wenye mambo ya kipuuzi. Yani mtu anaomba lakini anafikiria mambo ya mpira, anafikiria, yani dua ile haiko serious, yani dua yake anavyoomba basi tu kama mazoea. Lakini mtu anaomba dua akahudhurisha nia yake na yaqini yake, pale ndo Mwenyezi Mungu anaipokea. Sio unaomba dua mara unapiga miayo, mara sio unafanya nini. Omba dua kwa unyenyekevu, kuelewa kwamba uko mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jidhalilishe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bi'arafa yadahu ila sadrihi kastit'amil miskin, nilimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwomba Mwenyezi Mungu siku ya Arafa, mikono yake iko kifuani hivi, anafanya hivi kama vile maskini anamuomba tajiri, yani kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usiombe dua umeweka mkono mfukoni, umejishika hivi, unaona aibu kufanya hivi. Onyesha udhalili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba mimi mbele yako ya Allah ni fakiri, similiki chochote, sina chochote, bila wewe sio chochote mimi, na nakuomba kwa unyenyekevu. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mikono yake kifuani. Ibn Abbas anasema kama miskin anaomba kwa mtu, kaweka mikono hivi. Kwa hiyo lazima tuwe na adabu za unyenyekevu tunapokuwa tunaomba dua. Na imerekodiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, Allahumma innaka tasma'u kalami, ewe Mwenyezi Mungu hakika wewe unasikia maneno yangu, watara makani, na unaona sehemu niliyopo, wa ta'lamu sirri wa alaniyati, na unajua siri yangu na yale ambayo ni ya dhahir, wala yukhfa alayka shay'un min amri, halifichikani lolote langu mimi katika mambo yangu yote unayafahamu. Ana albaisul faqir, mimi ndio yule mtu mnyonge